kama wewe, mfalme wa ajabu. Aha, haya, tuanzie chini tena, twende juu, twende juu. Aha, haya. Aha, oh Bwana wa majeshi, uinuliwe Baba, pokea sifa za mioyo yetu. Uinuliwe Baba, Bwana wa mimi, Bwana wa mimi, uinuliwe Yesu, uinuliwe Yesu. Aha, wewe uliyeshinda kifo, mauti, tunakupa sifa za mioyo yetu. Uinuliwe Baba, Bwana wa majeshi, uinuliwe Baba, pokea sifa za mioyo yetu Baba. Aha, wapi mikono yako ya juu namna hii? Ni wewe tu wa kuabudiwa, ni wewe tu wa kuinuliwa. Bwana wa majeshi, wewe ni Bwana. Twende. Ai. Ah. Oh Bwana wa majeshi, leo uinuliwe. Baba uinuliwe. Mungu uinuliwe. Bwana wa mimi, uinuliwe kwa matendo yako. Uinuliwe Baba, oh Bwana wa majeshi, leo twende namna hii. Moyo wangu wafurahia kuwa nawe. Moyo wangu wafurahia Yesu, moyo wangu wafurahia. Moyo wangu washangilia. Tunameyo sijaona kelele namna hiyo. Moyo wangu wafurahia kuwa nawe. Moyo wangu washangilia. Shangilia kuwa
nashangilia kuwa na wewe, moyo wangu wafurahia. Yes, we twende cheza namna hiyo. Aibo, aha, mioyo yetu inafurahia. Haleluya, sifuni uzuri wake Yesu. Aha, wangapi wanataka? Haleluya, sifuni jina lake Yesu. Jina lake Yesu. Oh, haleluya, sifuni uzuri wake Yesu. Haleluya, sifuni jina lake Yesu. Aha, weka mikono yako. Haleluya, sifuni jina lake Yesu. Aya, weka mikono yako juu. Haleluya, sifuni jina lake Yesu. Aha, oh, haleluya, sifuni jina lake Yesu. Aha, oh, ni wa milele, ai, ni wa uzima, ni wa ushindi, ametenda mema. Oh, ni wa uzima, sifuni. Oh, ni wa amani. Aha, oh, ni wa uzima. Aha, oh, ni wa ushindi. Oh, oh, ni wa milele. Haya, tunakwenda namna hii. Ai, jina lake limetukuka. Aha, twende. Aha, hey. Aya, haleluya, sifuni jina lake Yesu. Jina lake Bwana. Oh, haleluya, sifuni jina lake Yesu. Sifuni jina la Bwana. Haleluya, sifuni jina lake Yesu. Sifuni jina. Oh, haleluya, tukuza jina lake Yesu. Aha, haleluya, inua jina lake Yesu. Inua jina. Oh, haleluya, inua jina lake Yesu. Aha, oh, haleluya, inua jina lake Yesu. Oh, ni wa milele. Aha, oh, ni wa upendo. Oh, ni wa faraja. Jina, yeye ni wa amani. Anajibu, yeye anayejibu. Inua jina la Yesu. Anainua. Yehe, oh, anayeponya. Aha, anauisha. Oh, anayejibu. Oh, anayeponya. Twende juu, 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 twende juu. Haleluya! Yuko wapi Yesu anainua? Yuko wapi anayetengeneza? Aya, twende. Aya. Aha. Hebu zunguka hapo ulipo namna hii. Twende. Si unaringa? Anainua yeye Bwana.
Twende, 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 twende. Ai. Aha. Hey. Hey. Ai. Oh, anainua, anaiponya, anainua, wenye tumaini anainua, sifuni jina lake, anaetenda, anajibu maombi, anahuisha, analisha, anayetunza, sifuni jina, anayeweza, anayetosha, anahuisha, anayetosha, jina lake Yesu. Mwadhimisha tu Bwana, ila kumshangilia Bwana Yesu kwa makofi. Tulize milima, inatetemeka kwa nani kama sio kwako iwe Mungu wetu. Tulize bahari, inamuheshimu nani kama sio wewe Mungu, Mungu wetu. Wanyama wa porini wanamuheshimu nani kama sio wewe Mungu, Mungu wetu. Wanyama wa porini wanamuogopa nani kama sio wewe Mungu, Mungu wetu. Tunauliza milima, inatetemeka kwa nani kama sio kwako wewe Mungu wetu. Wanyama porini wanamuogopa nani kama sio wewe Mungu wetu. Nani kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana, Mungu wetu. Oh, nani kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana, Mungu wetu. Nani kama wewe, kama wewe, kama wewe Mungu wetu. Nani kama wewe, we Bwana. Nani kama wewe, kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ni wewe peke yako. Mwenye kutisha na kuogofya ni wewe. Say, nani kama wewe, kama wewe, wewe.
Mungu wetu. Tunauliza ni nani kama wewe? Kama wewe Mungu, nani kama wewe? Tunauliza tena ni nani kama wewe? Kama wewe Mungu, kama wewe Mungu, wewe Mungu wangu, kama wewe. Akili zetu zinakubali hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Mungu wetu, Mungu wetu. Yesu, hakuna kama wewe, kama wewe, kama wewe Mungu wangu, kama wewe, hakuna kama wewe. Inua mikono yako kwa Bwana, tumwambie Bwana, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, kama wewe Mungu, kama wewe Mungu. Tumeinua mikono yetu ishara kusarenda kwako. Hakuna kama wewe Bwana, duniani kote, duniani na mbinguni. Hakuna kama wewe Mungu, duniani na mbinguni, duniani na mbinguni. Hakuna kama wewe, kama wewe. Oh, hakuna kama wewe, kama wewe, kama wewe Mungu, kama wewe, kama wewe Bwana. Baba, tumekubali hakuna kama wewe, ndiyo maana tuko hapa. Hakuna kama wewe Bwana. Mikono yetu inasarenda mbele zako. Hakuna kama wewe. Magoti yetu yamepigwa mbele zako. Hakuna kama wewe, duniani kote na mbinguni. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Mungu, kama wewe Mungu. Hakuna kama wewe Bwana. Oh, hakuna kama wewe, kama wewe, kama wewe. Nauliza, kuna kama wewe? Hakuna kama wewe Mungu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, kuna kama wewe, hakuna kama wewe Mungu, hakuna kama wewe Yehova Ire, Mungu wa Israeli, Mungu wa Meshaki, Abednego, Mungu wa wote wenye mwili, Mungu wa mimi ninaimba wakati huu, Mungu wa kanisa la mahali hapa, we Mungu wa taifa la Tanzania, we Mungu tu, we ni Mungu wa kabila zote, mataifa yote wanakujua, makabila yote wanakujua. Asante Yesu, hakuna kama wewe Bwana wa majeshi. Asante Roho wako Mtakatifu Bwana, mtoto wako tuko hapa Bwana, kuhitaji leo mkono wako katika jina la Yesu. Hakuna kama wewe tunayekuabudu mahali hapa, hakuna jina jingine Bwana tunaloliabudu kwa jina hili Jehova. Hakuna jina jingine Bwana linaloponya magonjwa yetu. Hakuna jina jingine Bwana linalotupa afya katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu
Bwana unapatikana. Kila leo ukimbilia Bwana anapatikana, unapatikana Bwana. Juu ya hii madhabahu Jehova, shuka mahali hapa juu ya watoto wako wa kike pamoja na wa kiume Bwana. Asubuhi ya leo tunakuita Bwana, shuka mahali hapa, shuka mahali hapa, shuka mahali hapa. Tuhudumie Bwana, tuhudumie Bwana asubuhi ya leo. Hakuna kama wewe, hakuna kama jina jingine kama wewe Bwana, katika jina la Yesu, katika damu yako na mwake msalabani. Hakuna jina jingine Bwana ambalo Bwana linatupata kuinuliwa kwetu, ambalo Bwana linatupa maisha yetu, ambalo Bwana linatuisha biashara zetu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Oh Bwana, katika damu yako Jehova, watoto wako tuko hapa, hudumia mioyo yetu, mioyo yenye majeraha Bwana na kwenda kuiganga. Mioyo yetu watoto wako imefunguka Bwana kukusikiliza wewe. Tunapokwenda mbele zako tunakutana na moyo wako. Kila moyo uliofungua Bwana unakwenda kuhudumia asubuhi ya leo Bwana. Yekita rabasha rekita yanda rabashikita. Endelea kumwadhimisha Bwana, endelea kumwadhimisha Bwana asubuhi ya leo, endelea kumwadhimisha Bwana asubuhi ya leo. Yuko mahali hapa mfalme wa amani, yuko mahali hapa roho wa uzima, yuko mahali hapa Bwana wa mabwana. Rebo sheketa na manama rakapona masheketa yendelebo shakata na manama. Ni wewe Bwana unaweza, ni wewe Bwana tunakuinua, ni wewe Bwana tunakuadhimisha, ni wewe mfalme wa amani. Robo shakatana manama yantanama sheketa rekenemosha. Unaweza ukaendelea kumpazia Bwana sauti yako, unaweza kuendelea kupondeka mbele za Bwana, maana yeye ni Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, aliyefanya mambo yote yanayoonekana na yasionekana. Rebo sheketana manama rebo raba rekete yantana masheketa raba kona masheketa. Wala usifanye wepesi, wala usifanye haraka kuondoka katika uwepo wa Bwana. Uendelea tu kumwadhimisha Bwana, maana Bwana ana neno na maisha yako asubuhi ya leo. Ana neno na maisha yako asubuhi ya leo, ana neno na maisha yako asubuhi ya leo. Rakapana manama rekepana manama yenderebo shakata. Ana neno na maisha yako asubuhi ya leo, ana neno na maisha yako asubuhi ya leo, ana neno na maisha yako asubuhi ya leo. Ramba robo sheketa. Ninauona uwezo wa Bwana, ninauona uwezo wa Bwana. Rakamanena rakapanena rekepona mashakata pana makora masheketa ramba kora masheketa. Asubuhi ya leo tunakupazia sauti yetu, asubuhi ya leo tunakuinua Baba yetu. Rakapana manama reketa renderebo shakata na manama ramakor rakapana mama yantana mama rekepona manama shikita. Naona uwepo wa Bwana asubuhi ya leo, naziona nguvu za Bwana asubuhi ya leo, naona utisho wa Bwana asubuhi ya leo. Bwana yuko tayari kusema na watoto wake, Bwana yuko tayari kubadilisha maisha yako. Rabakora shikiti yanda rabashikita o karabashikita rambakota
Yapanama shikita. Oh, karama shikita. Rakapa. Rekapa. Yantanama shikita. Oh. Karama shiki. Vyombo vinaweza vikatulia kama dakika moja. Oh. Rakapa. Oh, kanama. Endelea kujiachilia tu katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Yeye ambaye anajua maisha yako, anayejua maisha yako, anayejua maisha yako, anayejua maisha yako. Panama, Panama, Rebo sheketa, Panama sheketa. Anayejua njia yako, anayejua uchumi wako, anayejua hatima ya maisha yako. Rebo shaka yuko hapa asubuhi ya leo, amejaa na utukufu wake, yuko hapa pamoja na nguvu zake. Ramako na 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 na. Oh, kanama na. Tunakuabudu Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifa ni zako. Tunakuabudu Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifa ni zako. Tunakuabudu Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifa. Oh, tunakuabudu Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifa. Tunakuabudu Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifa. Tunakuabudu, tunakuabudu. Endelea tukujiachilia mbele ya uwepo wa Bwana. Mfalme wa mataifa, sifa. Wewe Baba, tunakuabudu Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifa ni zako. Nyanyua mikono yako miwili juu sasa. Ramba kura bashiki ni mana, rakanama kura bashikita, yanda raba sheketa kura bashikita, ramba raba sheketa. Waweza fungua kinywa chako sasa ukamwambia Bwana, ibada hii ya asubuhi ya leo, napokwenda kusikiliza neno lako Bwana, usiniache wala kunipungukia. Sema na maisha yangu asubuhi ya leo. Sema na maisha yangu asubuhi ya leo. Sema na maisha yangu asubuhi ya leo. Unajua kuzaliwa kwangu, unajua kuishi kwangu. Wakati huu Bwana, ninaomba useme nami Bwana. Useme nami Bwana. Baba, angalia mikono ya watoto wako walionyosha mikono yao. Ni ishara Bwana, unapoenda kusema neno lako Bwana, usitupite
usimpite yule baba, usimpite yule mama, usimpite yule kijana. Ramba raba sheketa, usipite maisha yake, usipite uchumi wake, usipite ndoa yake Bwana. Ramba raba sheketana, raka makota, reke namasha, reke pana masheketa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuinua Baba, ninakuadhimisha kwa kuwa ni Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu. Hebu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Ramba raba sheketa. Oh, raba sheketa. Tunakuabudu huku na keti Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifani tunakuabudu, tunakuabudu Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifani tunakuabudu, tunakuabudu Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifani. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa ajili ya Yesu. Amen. Asanteni sana timu ya kusifu na kuabudu. Hebu tumshangilie Bwana kwa ajili ya timu hii ya kusifu na kuabudu. Mungu awabariki. Mmefanya vizuri. Vizuri sana. Makofi tena jamani na vigelegele kwa ajili ya timu hii. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mmefanya vizuri. Hivi niko hapa ninawaombea. Hii neema muendelee mpaka katika ibada ya pili. Yaani niko hapa nawaombea, Mungu saidia. Ingilia kati. Na ninaamini Mungu atawasaidia, mtafanya vizuri sana. Jamani Bwana asifiwe. Meimba nyimbo mzuri na zimemhudumia Mungu, tunaamini na sisi pia tumebarikiwa. Wakati huu asubuhi ya leo tuna neema. Baba yetu mchungaji kwanza yupo katikati yetu. Amesafiri, ameenda Dar es Salaam. Mchungaji wetu kiongozi. Lakini Mungu ametujalia tunayo neema ya kufikiwa na mtu wa Mungu ambaye Mungu amempaka mafuta kwa namna ya ajabu sana. Na alishawahi kutuhudumia hapa katika kongamano la maombi, na leo tena yupo katikati yetu. Nikuweke katika mkao wa kubarikiwa na kuhudumiwa na Mungu sana. Jiachilie mbele za Bwana ili Mungu apate kukuhudumia, Mungu apate kugusa maisha yako. Ninamfahamu kwa sehemu chache katika ile wiki aliyokuja ya maombi. Kuna vitu alitufundisha, vilikuwa ni vitu vikubwa sana. Asubuhi ya leo yupo tena katikati yetu. Ninapokwenda kumkaribisha, naomba tumshangilie Bwana kwa makofi. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Yeye atataja majina yake. Mungu akubariki sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Naomba hii Twitter kidogo igeukie kwa hivi kidogo. Angalau asitumie nguvu sana.
Jamani, Bwana asifiwe. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Hebu kama unamwamini Mungu wa kutenda makuu, chapie makofi mengi sana, shangilia kwa Yesu aliye hai. Amen. Unaweza kuketi kwenye kiti chako cha muujiza ambacho Bwana amekujalia. Asante sana mchungaji msaidizi, lakini pia wazee wa kanisa na uongozi wa kanisa kwa ujumla na washirika wa mahali hapa. Ninawamisi sana. Kati ya kitu ambacho najifunza sana kutoka kwenye kanisa hili ni jinsi praise and worship wanavyofanya kazi yao. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Paka ninasema sisi nikamuita siku moja kiongozi wangu aje kujifunza kuangalia vitu fulani. Vitu vinaenda live. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na mimi naomba niungane na mchungaji kuwapa maua yenu. Yapokeeni kwa jina la Bwana. Kwa majina yangu naitwa Yohana Mbugi. Ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God kutokea pale Kinyambwa Revival Church. Tuko karibu na hospitali ya Milembe. Ndiko ambako ninachunga kule. Ninamshukuru Mungu kwa neema hiyo. Na ni baba wa familia pia. Ninaye mke wangu kipenzi anaitwa Catherine. Yeye amebaki kula akiendelea na majukumu mengine. Na mtoto mmoja mzuri wa kwanza anaitwa Bezaleli. Kwa hiyo namtukuza Mungu kwa ajili ya hayo yote. Na ni furaha yangu kukuletea chakula kisichogoshiwa, neno la Bwana. Jamani, amen. Ninaomba ufunike macho yako niombe. Mungu, nakushukuru kwa ajili ya nafasi hii na kwa ajili ya kibali hiki. Wakati huu ninapokwenda kusema na watakatifu wako waliopo katika kanisa hili, ninaomba neema yako izidi kuwa kubwa sana Bwana Yesu. Kila mtu aliyeingia katika mlango huu asitoke kama alivyokuja. Ninajua hilo liko ndani ya uwezo wako Bwana. Nami nakutumainia katika yote. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Wapendwa katika Bwana, wokovu tulio nao una vitu vingi vizuri sana. Na usipovifahamu, kuna wakati unaweza kufikiri kama ulikosea njia kuokoka. Lakini ukivifahamu, hata ujapopita katika mateso ya namna gani, utasema Yesu sikuachi. Hata ungetengwa na dunia nzima, bado nasema Yesu sikuachi, kwa sababu kuna uzuri fulani uko ndani ya Yesu ambao usipoufahamu unaweza usifurahie kukaa ndani ya Yesu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na katika maisha yangu nimekuja kugundua kwamba Mungu alipotuokoa ameweka vitu vingi sana kwa ajili yetu, lakini hajatuonyesha macho ya nyama yakaona, lakini vipo kwa ajili yetu. Kipindi fulani tulikuwa na mkutano wa Injili. Wakati nimeenda kuanzisha kanisa mahali fulani, kanisa lilikuwa ni changa, na wakati huo nilikuwa sina uwezo wa kutafuta, unajua Injili ni gharama. Nilikuwa sina uwezo wa kufanya mkutano wa Injili, lakini ninachofahamu ni kitu kimoja: Mungu ameniita na mkutano wa Injili ni mapenzi yake. Katika msimu kama huo tukaingia kwenye maombi kama kanisa, tukaomba tukiwa tunamsihi Bwana. Za muujiza ni rahisi kufurahi bila kujua kuna wajibu gani upo katikati ya muujiza. Kwa nikawaambia vigezo ni hivi: kwa siku walau 3 au 4 tuweze kuwalisha watu hawa, na wanakadiriwa kuwa 60 mpaka 70. Nikaona ile furaha iliyokuwa inatokea ghafla ikaanza kupotea kidogo. Nikauliza, nyinyi ndio wazee wa kanisa?
watu wa kunishauri, hebu nipeni mawazo, mnafikiri tufanyeje ili tupate fedha? Na hao watu wanataka majibu. Lakini kimsingi mimi waliposema, je, mchungaji mnaweza, nilikuta tu nimeropoka, nikamwambia njooni hata kesho. Lakini ukweli huko hatuna maandalizi yoyote ya kupokea ugeni wa namna ile, hatuna maandalizi yoyote ya kupokea watu wa namna ile. Ila wazee wa kanisa nikawa nakaa nao kikao kama vile sijawajibu hawa watu. Nikaanza kusikiliza mawazo ya mtu mmoja mmoja. Mmoja akanambia, mchungaji, mimi nafikiri hapa kila mmoja ajilipue kama mzee wa kanisa, aseme atatoa kiasi gani cha fedha. Alafu kimsingi aliyesema alikuwa na uwezo kidogo, lakini nikamwona mzee mmoja wa kanisa, nikamwambia sikuwateua kwa wazee wa kanisa kwa sababu ya fedha mlizonazo, kwa sababu ya ushauri ambao mnaweza mkanipa. Mwingine akasema, mchungaji, mimi nafikiri tuweze kukopa mahali fedha. Nikamwambia sitaki harufu ya mkopo wala deni lolote hapa. Mwingine akatoa wazo akasema, mimi nafikiri tukalichangazie kanisa, alafu kila mshirika aseme atatoa kiasi gani, kitu ambacho sio dhambi, sio mbaya. Lakini nikamwambia hakuna tangazo litakalotoka kwa ajili ya mkutano huu, watu wajiandae kuja kufanya majukumu ya kawaida, lakini hatutakuwa na mchango kutoka kwa mshirika yeyote yule. Unaweza kupata picha kikao kilikuwa kigumu kiasi gani. Lakini baada ya kutafakari na baada ya wazee wote kutoa mawazo yao, nikamwambia sikilizeni, hii ni kazi ya Mungu. Na bosi wetu kwaona amesema ameshindwa, hajasema ameshindwa. Nikamwambia mimi nawapeni kazi moja tu, twende tumwambie yeye aliyetupa maono haya, aliyeleta mkutano huu, aweze kutufungulia milango na iweze kutokea. Hebu kama unaandika kichwa cha somo, andika kupata hazina za gizani. Kupata hazina za gizani. Kupata hazina za gizani. Basi tukamwomba Bwana, tulivyomwomba Bwana, Mungu akafungua milango. Hakuna siku ambayo wale watoto walilala njaa. Fedha zilimiminika kutoka pande mbalimbali. Kuna watu walileta pesa hata pasipo kuambiwa tunataka pesa yako. Siku moja sitakuja kusahau, mtu mmoja hata sio mshirika wa kanisani, nikaona alfajiri asubuhi na kurupushwa na mtu anagongewa mlango, ngong. Nasema vipi, nani anagonga mlango asubuhi hii? Nikaona mama mmoja, nikamuuliza vipi, unasemaje mama? Akasema mimi kwa kweli siabudu mahali hapa, lakini Mungu amenituma nilete hela hizi. Na siku ile kweli nilikuwa sina pesa ya kuweza kwenda kununua manunuzi ya siku hiyo. Ndipo nikagundua kwamba Mungu ameweka vitu vingi sana kwa ajili yetu sisi ambao tumeokoka, ambazo kwa wakati mwingine wanaziita hazina za gizani. Kile kitabu cha Isaya sura ya 45 mstari wa 2. Isaya sura ya 45 na ule mstari wa 2. Unisikilize vizuri, maana laiti ungalijua hili jambo vizuri, ungetembea kwa ujasiri na Mungu, hata kama unatoka hapa hujui hela ya kula unaitoa wapi. Katika Isaya 45 ile Isaya sura 45 mstari wa 2 anasema, nitakwenda mbele zako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukata mapingo ya vyuma. Alafu anasema pale 3, anasema nami nitakupa hazina ya gizani. Hiyo Biblia ingekuwa ni ya kwako hapo pale neno hazina ya gizani ungekoleza na highlighter kama unayo. Kama ulikuwa na peni ungeandika kwa peni yako, ungekoleza kwamba hiki kitu ni cha msingi sana, ninatakiwa nikifahamu kwenye maisha yangu. Lakini kama Biblia sio yako, chonde usijukaandika Biblia ya watu ukaleta balaa lingine. Jamani, Bwana asifiwe sana.
Lakini pia Biblia ununue ya kwako, acha kugongea Biblia. Tafuta, nunua ya kwako. Hata usiposema amina wala univunji moyo, unasema hivi, Biblia nunua ya kwako. Haleluya. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Na hayo ndio maneno ya Bwana. Jamani, haleluya. Sasa anaposema hazina ya gizani anamaanisha kitu gani? Tuanzie hapo. Kwa namna nyingine, labda kwa mazoea tulionayo, ukisikia wanasema gizani, wakati mwingine unaweza kuanza labda ni mambo ya giza hivi yamejificha ficha. Na kuna watu wengine nikasikia wanasema hizi mali unajua zinamilikiwa na shetani, kwa hiyo sisi watu wa Mungu hatuwezi tukawa nazo. Na wakati mwingine watu waliookoka wanashangaa, wanasema hivi, inawezekana nikawa nimeokoka rafu Mungu akanibariki kwa namna ya kiwango cha namna fulani. Sasa hayo ni mitazamo ulionayo, lakini mtazamo wa Biblia unasema yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Bado haikuishia hapo, inatupa mifano ya watu waliotembea na Mungu kwa namna isiyokuwa ya kawaida, na hazina za gizani zikakaa upande wao. Tunao watu wengi, wakina Ayubu hatuwezi tukasema habari zao. Tunao watu wengi, wakina Daudi, maandiko anasema alikufa katika uzee ulio mwema, akiwa ameshiba heshima nyingi, alafu akiwa na mali nyingi kwa jina la Bwana ali hai. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Ni swala tu la fundisho, ni swala tu la kujua Mungu ana kitu gani kwa ajili yangu. Ukielewa hilo jambo, utapata ujasiri wa kuweza kutembea na Bwana ipasavyo. Jamani, haleluya. Mimi sijui kama unafahamu, mtoto wa mfalme hatakiwi kulialia mtaani. Mimi sijui kama unaelewa hiyo kitu. Siwezi nikawa mtoto wa rais afu kana nitishia mtaani. Wewe unaanzia wapi kunitishia? Kwa sababu baba yangu amekaa juu ya majeshi yote. Baba yangu amekaa juu ya vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Unaponitishia ukae sawa. Maana nikiko watu unaweza kukuta mtaa uliopo unapata shida. Na nielewa ninachosema. Na katika ulimwengu wa roho, sisi watu tuliookoka ni majitu tuliopewa neema ya tofauti sana. Lakini hatutakuwa na uwezo wa kuitumia hiyo neema na kuidai, isipokuwa tumeelewa, tumefahamu Baba yetu aliye mbinguni kuna kitu ametuwekea mahali fulani. Hakuna mtoto ambaye mzazi wake ametangulia mbele za haki na anajua kabisa babangu ni tajiri, ana akaunti CRDB, ana akaunti NMB, ana akaunti kule, kuna hazina ya kutosha ameweka kwa ajili ya watoto wangu, alafu akabaka na lialia maisha. Hamna. Ataweka utaratibu wa kuzitumia zile fedha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na mimi nimekuja Jumapili ya leo nikuchokonoe, uongeze mtembeo wa imani, uongeze mtembeo wa kumwamini Mungu, ukiamini kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu kwa sababu ya Bwana tuliye naye yanawezekana kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo ndo kazi nilionayo mahali hapa. Jamani, Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hazina ya gizani ni vitu vya thamani ambavyo Mungu amevificha machoni pa watu wake, lakini ameviandaa kwa ajili ya watu wake. Umeelewa hiyo sentence hiyo? Ni vitu ambavyo Mungu amevificha machoni pa watu wake, lakini ameviandaa kwa ajili ya watu wake. Haleluya, watu wa Mungu. Inaweza ikawa ni mambo ya fedha, inaweza ikawa ni mambo ya dhahabu, inaweza ikawa ni mambo ya maarifa. Mimi sijui kama unaelewa kwamba Mungu anaweza kukupa tu akili ya ajabu, ukaona kitu ambacho watu wote hawajawahi kukiona. Na Biblia inathibitisha, wako akina Yusufu. Jamaa anasema, mfalme anasema, tupate wapi mtu kama huyu? Unanielewa ninachokwambia? Lakini haiwezekani kwa namna ya kawaida. Lakini tukielewa kwamba Mungu anayo hazina kwa ajili yetu, tunaweza kumwomba na akatupa neema ya haya mambo yakawezekana. Jamani, Bwana asiwe sana. Kuna miaka fulani nimewahi kwenda kwenye machimbo fulani Mkwajuni kule Mbeya. Wakati huo nakumbuka nilikuwa nimechukua fedha, nimempa mtu fulani asimamie biashara fulani. Alafu nikiwa mbali,
Wakati nimeenda nikakuta ile biashara ilikuwa ni biashara hewa na pesa zimetumika. Ghafla moyo wangu ukashtuka. Uliposhtuka moyoni mwangu nikawaza, na kuna sauti kaniambia, hivi ukikasirika mpaka kiwango cha juu kabisa, unafikiri utapata zao gani la hasira yako? Nikamwambia, Mungu nifundishe kusamehe na kuachilia. Ndio Mungu akanifundisha kusamehe na kuachilia. Lakini nimesamehe, sina kitu. Lakini anasema atakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparura. Mahali palipoparura manake ni kama kuna mambo hayajakaa sawa. Manake Mungu anasema ukiniamini mimi na kunitegemea, nitapasawazisha, nitapaweka sawa. Iwe ni biashara unaona kama ina makona kona fulani hivi, imeparura parura, nasema Bwana akitangulia mbele yako na wewe ukatia imani, anaweza kupasawazisha kwa jina la Yesu aliye hai. Anaweza kupasawazisha. Lakini haiondoi ukweli kwamba pameparura. Yaani hiyo kitu ipo. Haiondoi ukweli kwamba pameparura. Vitu ni vigumu, vimekaa kwa namna kama hiyo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Halafu anasema nitavunja vipande vipande milango ya shaba, kuonyesha kwamba kitu cha thamani ni kama vile kimepigwa mageti mengi sana. Ni kama vile kimefichwa kwa namna fulani. Halafu ni kama vile kina ulinzi mkali sana usiokuwa wa kawaida. Kama utakubaliana na mimi, wakati wowote utakapotaka kufanya kitu cha maana, cha thamani, kilicho kikubwa, ni wakati ambao utakutana na upinzani ulio mkali sana. Utakutana na upinzani ulio mkali sana. Utakutana na upinzani ulio mkali sana. Na hiyo ndio sifa. Hiyo ndio sifa mojawapo. Havipatikani kiurahisi. Havipo kiurahisi. Ndio maana nasema viko sirini, vimefichwa, havielei hewani. Na sio wengi wenye uwezo wa kukata rufaa na kuviendea na kuvitafuta. Lakini walioamua wanaweza wakaviona. Jamani, Bwana asifiwe sana. Walioamua katika Bwana wanaweza kaviona. Nakumbuka wakati nimemaliza chuo kikuu, nikasema wacha nianze maisha kidogo, nibaki Dodoma nijitegemee kidogo, nisirudi kule nyumbani kwetu Mbeya. Nikanunua kicherehani fulani. Nilivyonunua kile kicherehani sasa nimena cherehani lakini sijui kushona. Kuna dada mmoja alikuwaga anashona vizuri sana, atushonea nguo. Kuna wakati nikaa nasema, laiti ningalikuwa na uwezo wa kushona kama dada yule, ningetulia na cherehani yangu. Hasa nikawa ninasema, hivi nikimwambia nifundishe kushona inawezekana ama tatafsiri kwa namna gani? Siku moja nikasema wacha niende. Nilipoenda nikamwambia, dada yangu, ninatamani unifundishe kushona cherehani. Wakati namuomba, pembeni kulikuwa na jamaa fulani hivi. Kabla yule dada hajanijibu, yule jamaa akasema, huyu ni mpenzi wangu, hata asiposhona nguo ya mtu mmoja tamhudumia, kwa siwezi nikaruhusu aje kukufundisha kushona. Yale maneno, unajua ukiwa serious na ulikuwa unamaanisha kile kitu ambacho ulikuwa unakitaka ukifanya, yanakuingia kama mshale fulani uliokuja kuyatandika maisha yako, yanakuvunja moyo. Nakumbuka nilikotoka hapo nikauza cherehani. Nikasema wacha nianze maisha mengine. Nikasema anyway, wacha niweke aibu pembeni ili niweze kutengeneza maisha. Nikaenda kununua lile dude la kuchomea mahindi lile. Mnanielewa nachokisema? Vijana kama mnaelewa mnisikilizeni sana. Aibu ambazo hazina maana hazitakusaidia. Maadamu kazi ni halali, alafu ya kubalika mbele za Bwana, acha kuleta urembo, fanya kwa jina la Yesu aliye hai. Kama vile usivyoona aibu kutumia fedha, usione aibu kutafuta, maadamu ni kazi halali. Hata usiposema amina, ichukue kama ilivyo. Si unanielewa ninachokwambia? Kwa nikachukua lile dude la kuchoma mahindi, nikaenda pale nikaweka mahali, nikaona hiki center mbona kizuri. Nilipoweka tu ile sehemu ya kuchoma mahindi, nilipoweka tu kile kijiko,
Yule mama wa lile eneo akanyanyuka, akasema, wewe umetoka wapi? Mimi hapa nilikuwaga nachoma mahindi, lakini nimepumzika tu kwa muda. Yani ukiangalia hata dalili haionekani, na kuonyesha mahali penye kitu cha thamani huwa pana mishale sio kwa ya kawaida. Unaelewa ninachokwambia? Moyo wangu kapasuka. Akasema, kwa hiyo sitaki nikuone hapa, taanza kuchoma mahindi muda sio mrefu. Lakini kwa bahati mbaya mpaka leo napitaga hachomagi mahindi pale. Hasa ndo nikawa najiuliza hii kitu ndo ya namna gani? Lakini nikaja kugundua kwamba unapokuwa serious na kitu chochote kile, kisaikolojia jiandae kukutana na upinzani usiokuwa wa kawaida. Na kama huwezi ukashindana huo upinzani, uwe na uhakika hilo jambo litakuwa sio lako. Maandiko yanasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu hutekwa na watu goigoi. Kumbe mnaelewa. Biblia inasema violently, majitu ambayo yakielewa kwamba hiki ni cha Bwana, iwe jua limewaka au mvua imenyesha, lazima kitokee kwa jina la Yesu aliye hai. Majitu ya imani ya namna kama hiyo ndio Mungu anayoyataka. Na Yesu akamaliza sentensi, yote, sio baadhi, yote yanawezekana. Hiyo sentensi imeshanivuruga maisha yangu, na imenifanya niamini kwamba hakuna kisichowezekana. Ukiona hakijawezekana, mimi ndo sijawezekana, lakini kwa Mungu kila kitu kiko okay. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini, mambo sawa. Manake ukiona hayako sawa sawa, ujue kama kuna mahali mmepishana na Yesu. Anaelekea kushoto, anaelekea magharibi, unaenda magharibi. Nikana natania vijana fulani, akasema, kitaka kufika mbali msimfanyie kazi Yesu, fanyeni kazi na Yesu. Umeelewa ninachokuambia? Usimfanyie Yesu, fanya na nani? Fanya na Yesu. Biblia inasema pamoja na tutatenda. Mkiona hatutendi makuu, wala Bwana hajachuja, yeye ni yule yule jana, leo na kesho. Jamani, haleluya. Kwa hiyo upatikanaji wa vitu vya thamani mara nyingi una hukumu wake fulani. Na naelewa ninachosema. Una buku 5 ya karibu, wewe unayo. Hivi vitu ni vigumu. Na naelewa ninachosema. Ni vigumu. Heri inapatikana kwenye mazingira magumu. Ukiona watu wanaendesha magari, wamejenga nyumba, wanatembea, kuna gharama wamelipa. Kuna vitu, kuna gharama wamelipa. Na gharama wamelipa. Na mlokole mmoja akasema, hivi kwa nini awamu hii, kwa nyakati kama hizi, kanisa kila mmoja auze mali zake, tuanze kuishi tu kama jumuiya? Nikamwambia, acha mawazo finyu. Kila mmoja atakula kulingana na uwezo wake wa kutembea na Bwana. Hata kama tutasema kila mmoja auze mali yake, tubaki wote sawa, kuna viumbe tukianza upya vitabaki tu nyuma. Mnaelewa ninachosema? Kwa sababu kuna vitu hawafanyi, na kuna vitu kifanya unatengeneza mazingira ya hazina za gizani kukusogelea. Jamani, Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe sana. Lakini kweli nyingine ambayo nimegundua, waliokubali kumtii Bwana katika kila eneo, hazina za gizani zipo karibu nao sana. Zipo karibu nao sana. Waliokubali kumtii Mungu katika kila eneo, hazina za gizani zipo karibu nao sana. Zipo karibu nao sana. Zipo karibu nao sana. Wanaokubali kumtii Mungu, wasiochagua. Unajua kuna wakati unaweza kuchagua ni mtii Mungu katika hiki wacha nisikitii. Unamfuata Mungu kwenye vile ambavyo unavifurahia, vile ambavyo Mungu amekuambia uvifanye usivyovifurahia. Unasema hivi, wacha niviache kwanza. Hivi tusiogope kuwa na maono makubwa.
kwa sababu yeye aliyeanzisha nia ndani yako ameweka hazina kwa ajili ya kuyatimiza. Ameweka hazina kwa ajili ya kuyatimiza. Na wakati mwingine huwa mna vurugu wenyewe wa shirika. Unakuta mchungaji amekuja tu hapa Jumapili anakuambia jamani, haya tunanyanyua gorofa kule. Unaanza kujiuliza, hivi hapa hivi tutajenga gorofa? Hii ni kazi ya Bwana. Aliyeleta maono ana hazina yake. Aliyeleta maono ameandaa kila kitu kwa ajili ya kazi yake. Usiogope kwa jina la Yesu. Weka maono makubwa, tena vitu vizuri ambavyo nakuambia mahali hapa ni yale maono ambayo ukiangalia wakati mwingine hujui hata pa kuanzia ni wapi. Mungu anakuambia wewe ni mwinjilisti mkubwa sana. Unaona, ukipasua anga za Tanzania, ukipasua Afrika, ukipasua dunia nzima, alafu unarudi hapa kanisani. Hata kwenye ushemasi wakisema jamani, ushemasi ukahubiri injili, huoni ni wapi unaweza kupewa hata fursa ya kuweza kuhubiri. Usiogope kuyatazama makubwa ya Bwana kama yalivyo. Yatangaze, tangaza ukuu wa Bwana. Amini ya kwamba Bwana atafanya. Ndio maana mimi nawaambieni, hata ili dude hapo, na ukipambana sana uwe na akili kama Mungu, kuna wakati unaweza kaiasi imani ukazalisha imani ya uongo. Kwa tafiti zangu nilizoziona, na nielewa ninachokwambia, kuna namna unaweza kuzalisha kitu kingine ambacho ni tofauti kabisa. Unaweza kuzalisha kitu tofauti kabisa. Lakini Mungu kuficha kitu ni utukufu kwake. Mithali 25:2 pale. Mithali 22:5, 25:2. Anasema ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Jamani, Bwana asiwe sana. Ninaona vitu kama viwili ambavyo Mungu anataka vitokee mahali hapa. Jambo la kwanza, anaficha kwa sababu ni utukufu wake. Kuna mahali maandiko anasema mambo yaliyo sirini ni ya nani? Ni ya Bwana. Manake kuna mengine ametaka tuyajue na kuna mengine ameyaacha sirini. Ni mapenzi yake kuficha vitu ili abaki kuwa na heshima yake. Unajua wapendwa, niwaambieni kitu kimoja. Kwa hali tu ya kawaida tukiwa hapa kanisani tunaheshimiana kwa sababu hatujuani sana siri zetu. Lakini laiti ungalikuwa unajua huyu aliye karibu yangu kuna tukio amelipiga jana, tungesambaratika mahali hapa. Tungepoteana mahali hapa. Au tulaiti Mungu angefanya tujue tu hatunachowazaga ni kitu gani. Tungekuwa umekaa kanisani hapa alafu unawaza vitu vya ajabu. Alafu tungeshangaa, unajua ungetuharibia hata ibada. Watu wote wangegeuka kuangalia, aya. Ndio anawaza vitu vya namna ile. Kwa hiyo mshukuru Mungu sana kwa sababu ya kausiri ambako amekaachilia kwenye maisha yako. Hatukujui kila kitu. Hatukufahamu kila kitu. Biblia inasema hata unabii wenyewe tuwafanya kwa sehemu. Kwa hiyo hata ujae roho kiasi gani, huwezi ukafahamu maisha ya mtu yote. Hata kama Mungu amekufunulia mahali, amekufunulia tu kwa sehemu. Sidhani kama Gehazi angejuaga kama Elisha anaonaga kila kitu, asingeenda kuchukua zile hela. Lakini siku ile alipoondoka tu ndo antena ikanasa. Sema, ulipoenda roho yangu ilienda pamoja na wewe. Je, umechukua zile fedha? Unaelewa? Maanake jamaa alikuwa anaishi naye, anajua huyu jamaa ni nabii, lakini sio kila kitu anaonaga. Nitumie nafasi hii pia kuambia nyie watu ambao mnaacha kutulia katika imani, mnaenda kuwatafuta manabii. Prophesize for me. Hakuna nabii aliyebeba majawabu ya maisha yako mbali na kilichoandikwa kutokea kwenye neno la Bwana. Hakuna hata mmoja. Kwa hiyo acha kupaparika, acha kuhangaika. Prophesize, nataka nijue kesho yangu. Na wale majamaa hivyo wahuni, kwa sababu wana shida na hela, wanakupiga hata uongo. Wanakupiga hata uongo. Yes papa, yes papa, prophesy. Acheni utoto basi. Tulieni na Bwana. Tembeeni na Bwana. Hakuna unabii ulio mkuu kuliko neno la Bwana. Hautakuja kutokea. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anapoficha kitu ni heshima kwake. Hata wewe kuna baadhi ya vitu vya siri yako, kama hakuna ulazima wa kuvisema ovyo ovyo, nyamaza navyo. Kitu kidogo tu umepauka kila mara, wewe tulia. Kuna mission tunaenda kimya kimya. Kuna michakato tunaenda kimya kimya.
Wanataka kufungue duka mahali umeshatangazia mtaa wote. Watakutaimu watafungua duka. Afu nasema jamani, ulimwengu ndivyo ulivyo. Lakini Mungu aliweka kwa siri kwa sababu ya kutunza heshima. Lakini pia nikajiuliza swali lingine. Hivi tungekuwa tunajua kila kitu kama Mungu, tungemtegemeaje? Hivi umewahi kujua kwamba mtu akikufahamu sana, akikuzoea sana, anapunguzaga heshima pia? Na ndio maana kwenye maisha kama unaishi kimkakati, kuna mtu anapofikiri amekufahamu, amekumaliza, anakuta kesho kuna aya nyingine hajawahi kuiona kwenye maisha yako. Na nielewa ninachokuambia. Anapokupigisha story, anachimba wala wakujue kwa undani zaidi, unaongea naye kulingana na akili aliyokuja nayo. Huwezi ukamkuta mtoto wa chekechea yuko a e i o u alafu kaanza kumpandia vitu vya form 5 form 6. No, akija na akili ya chekechea, tembea naye na chekechea mule. Unanielewa? Walimu wa watoto wananielewa vizuri. Kama dogo kimwambia Yesu apenda watoto na mwimbo fulani, imba naye. Sio kwamba na wewe ni mtoto, lakini una maintain kile kitu ulicho nacho, lakini unaendana naye kwa akili yake alionayo. Unanielewa ninachokuambia? Usianike kila kitu juu ya maisha yako. Heshima yako itapungua. Kuna vitu kama sio lazima, wewe nyamaza tu. Jamani, haleluya. Kama hakuna lazima, wewe nyamaza. Lakini kama kuanika kwako ndio kufanikiwa kwako, is okay. Mkuta kama MC lazima ajiblandi kidogo. Jamani, mimi ni MC. Ana blandi biashara yake. Sasa kama biashara yako haihitaji blandi ya namna hiyo, tulia, songa mbele na Bwana. Lakini jambo la pili anasema ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Jambo la pili, Mungu ameweka heshima kwa watu watakaolipa gharama ya kutembea naye ili kupata vitu vilivyopo sirini. Unanielewa ninachosema? Kuna vitu kivifanya hata utasema sio cha kawaida. Na kuna heshima inaongezeka. Kuna heshima kanaongezeka. Kwa hiyo kitu chochote kilichokaa kikajificha zaidi, anayekipata anakuwa na heshima. Unanielewa ninachokisema? Hebu fikiria labda kukawa na binti anapatikana tu kwa kila mtu, heshima yake inachuja sana. Lakini kukawa na binti ambaye amejitunza, anamjua Mungu kweli kweli, yani hadi kijana wa kiume akitaka kwenda walao lazima aanze kwanza apige maombi hata siku 3 kavu kidogo. Hii Bwana, nitapata kibali mbele zake ama sitapata kibali? Kilichofichika hakipatikani kiurahisi. Kwa kuna kautukufu fulani. Kuna kautukufu fulani kuvifikia vitu visivyofikika. Kuna heshima fulani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini sababu nyingine kwa nini Mungu anaficha, sababu ya pili, uishi kwa imani. Nimekupa mfano wa maji haya. Ingekuwa kila kitu kipo kinapatikana, tungekuwa hatuna haja ya imani. Mungu alijua kwamba hivi vitu viko sirini, na njia ya kuelekea kwenye hazina za sirini ni neno la Bwana. Hata kama macho yako ya nyama hayaoni, madam neno linaona, hebu vaa macho ya kutokea kwenye neno, ona kama neno linavyoona, itakuwa kwa jina la Yesu. Ndio maana katupa na maelekezo ya kufika kwenye hazina ya sirini. Manake ukishindwa kumjua Mungu, kuna vitu vingi vitakumisi. Na nielewa nyewe walokole wenzangu, na mnisikilize vizuri sana, kwa sababu sasa hizi tumekuwa na watu makanisani ambao wao ni kama vile wameshahitimu kumfahamu Mungu. Maisha yangu kati ya cheo kikubwa ninachokipenda ni kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kujifunza kila kunapoitwa leo. Unapokaa kunisikiliza hivi ninakuonea wivu, kama vile mimi ndo ningekuwa nimekaa ninasikiliza kinachoendelea. Unaelewa ninachokwambia? Kwa sababu kila maarifa ambayo unayapata yananisaidia kusogea kwenye hazina za mbinguni. Maandiko yanasema mwapotea kwa kuwa hamyajui nini? Maandiko na uweza wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo kutokumfahamu Mungu kupitia neno lake na kutokufahamu uweza wa Mungu ni chanzo sahihi kabisa cha kupotea na kutokufanya mambo ambayo ni makubwa na mazuri. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unahitaji imani. Hatungekuwa na elimu kubwa sana, hatungekuwa na cheo kikubwa sana,
hatungekuwa na historia ya kutokea kwenye familia ya kifarume sana. Lazima kuna wakati elimu yako haitakusaidia, haiwezi kukuvusha kila mahali ambapo utakwama. Hatungekuwa na cheo kikubwa sana, kuna hatua utafika cheo chako hakitakuvusha kila mahali. Na ndio maana tunapokuja kwa Bwana, iwe mwenye elimu au ambaye hana elimu, iwe mwenye cheo ambaye hana cheo, wote kwa Bwana tunapiga magoti, kwa sababu kila mmoja kuna mahali anakwama na anahitaji imani ili aweze kuvuka mahali pale. Wafalme nao wanahitaji imani ili waweze kuvuka mahali pale. Mimi sijui kama unaelewa, Farao alikwama, haelewi, anaota ndoto hazielewi. Alihitaji kupata connection ya kiimani ya kimungu ili aweze kuvuka mahali pale. Kuna jambo lazima Mungu abakishe nafasi ya kulifanya, na litakapotokea useme hakika huyu ndiye Mungu tunayemwabudu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na imani. Na wewe sio wa kwanza kufichwa hazina. Ibrahimu alifichwa hazina ya mbinguni. Na ndio maana naambiwa utakuwa taifa kubwa, lakini hana mtoto hata mmoja. Ili jambo kiliona haraka haraka ni kama vile alikuwa tu baba wa imani, baba wa imani. Lakini fikiria, Mungu anakuambia utakuwa baba wa mataifa, alafu huna kitoto ulichokizaa. Ndio mazingira ya imani. Maanake lazima tu ifike hatua uweze kumuuliza Mungu, ninapitaje mahali hapa? Unakutana na ugumu, unasema ninapitaje mahali hapa? Ninapenyaje kwenye mazingira namna hii? Ibrahimu akamuuliza Mungu, nipateje kujua? Alitaka kujua. Mungu akamwambia, akanifanyie ibada. Kuna wakati utakutana na mambo magumu sana, kamfanyie Mungu ibada. Kamfanyie Mungu ibada. Yakobo kuna hatua alifiwa na baba yake, akafiwa na mke wake Lecho, alafu anarudi kwa kaka yake Esau ambaye walitoka wakiwa wamegombana, alafu hajakaa vizuri. Mtoto wake akaleta vurugu mtaani, akaanza kuongea maneno ambayo yamkini sidhani kama alikuwa ni mapenzi ya Mungu. Anaanza kuwalani watoto wake, itakuwaje nyie mmechafua jina langu, hao watu wataniua. Ni kama Yakobo aliyejikatia tamaa. Mungu hakumjibu, akatoa neno moja, nenda kanifanyie ibada. Nyakati ambazo unaona umekwama kila kitu, rudi katika ibada. Rudi katika ibada. Jizoeze kuwa mtu wa ibada. Umefika mahali umekwama, umeshindwa, maandiko anasema niite nami nitakuitikia. Kuna siku mahali nilikuwa nimekwama, kuna wimbo kanijia, nikasema acha niwimbe. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, niache peke yangu, Mungu wangu. Unaelewa hiyo hali? Biashara zimekwama, kazini hakueleweki, umekaa miaka nenda rudi, wenzio wanakuwa promoted, umebaki pale pale, alafu umekwama. Mwabudu Mungu, nenda kwenye ibada. Usitengeneze vinyongo na wewe, nenda kafanye ibada. Mimi sijui kama unaelewa, kitu kama hiki kinaanza kukupa credit fulani, kinaanza kumuita Mungu aletaye vitu vya sirini vianze kusogea mahali pako. Jamani, haleluya. Kwa hiyo imani ni hitaji la lazima la kumtegemea Mungu. Mungu hakutuumba tuwe viumbe tunaojitegemea kwa 100%. Anataka tumtegemee. Na ndio maana hata kama utajiona umefanikiwa kila kitu, kuna kitu tu katakuja. Hata yule ambaye unamuona na mahela na madude mengi si namna gani, kuna kitu tu akikakumbuka kanamrudisha, anarudi kumtumikia Bwana. Kulikuwa na mtu fulani mahali fulani, amebarikiwa vitu vingi sana, ana mali nyingi sana, lakini yule mtu na alikuwa anampenda Bwana, lakini hakubarikiwa kupata mtoto. Akigeuka na kuangalia, yuko na mke wake kwa miaka nenda rudi. Nimekuja kugundua Mungu hata kubariki kiasi gani, kuna kaspidi governor atakaweka kwenye maisha yako, ambako ukikakumbuka tu utaenda kulia mbele zake. Lazima uendelee kumtegemea. Mimi sijui kwa nini Paulo alipigwa mwiba na Bwana. Anaombea watu wengine, mambo makubwa yanatokea, lakini akikumbuka udhaifu alionao
unamfanya nyenyekee mbele za Bwana. Mungu akupe neema atakapokubariki, akupe na speed governor, kwa sababu mafanikio yanalevya, mafanikio yanachanganya, mafanikio yanaweza kukufanya ukamsahau kabisa Mungu uliyemlilia usiku na mchana. Lakini sababu nyingine kwa nini Mungu anaficha, kwa sababu ya usalama wako, kwa sababu ya usalama wako. Unajua ni rahisi sana mwanadamu akijua kitu kilichopo mbele yake, ni rahisi kuanza kujivuna hata kabla hajakipata. Ni rahisi kuanza kuona watu wengine hawana maana, kwa sababu wewe unajua kuna kitu kimetokea mahali fulani. Ni rahisi sana kuanza kujivuna, kuanza kujiona wewe ndio wewe, kwa kuna vitu Mungu anaficha usivione kabla ya wakati, ili ukiviona kabla ya wakati usiukaanza kujivunia kwa ajili ya kesho iliyopo mbele yako. Usiukaanza kujiona watu wengine sio chochote. Ndio maana nakupitisha kwenye msururu ule ule, anakujengea nidhamu, anakujengea adabu, anakujengea kitu fulani. Kwa tafiti nilizonazo, mwanadamu akifahamu vitu vizuri vya uhakika vilivyopo mbele yake, ana tabia ya kwanza kuonyesha tabia tofauti. Hivi wewe kujiuliza kwa nini mtu mshahara unaweza kawa mwisho wa mwezi haujafika, lakini mwanzoni mwa mwezi ameshaumaliza tayari? Kwa nini? Ana uhakika kuna kitu kitaingia mwisho wa nini? Wa mwezi. Unanielewa ninachokwambia? Kwa nini? Maana yake mtu angekuwa hana uhakika, angeishi maisha ya nidhamu na ya adabu kubwa sana. Na wengine kwa sababu wameshajiwekea kama katamaduni kakukomba vilivyopo mbele hata kabla havijaingia kwenye mikono yao, wamejikuta wanazidi kuwa kwenye madeni ya kila kunapoitwa leo. Yaani kwake deni ni kitu ambacho kimekuwa kama sehemu ya nini? Ya maisha yake. Lakini jiulize, ingetokea hauna uhakika wa kile kitu, ungeenda kukopaje huko unakwenda kukopa? Bwana niazime nitakurudishia baada ya siku kadhaa, maana kuna mahali umeweka nini? Tegemeo lako. Kwa hiyo hata vitu vya kimungu Mungu angekupa mapema, kuna namna fulani vingekuchanganya mapema. Jamani, Bwana asiwe sana. Vingekuchanganya mapema. Umewahi kumwona mtu ambaye ameomba kazi ya shilingi 50,000 alafu ameomba advance ya 40,000 na kazi hajaanza kuifanya? Hii ndio tabia tulionayo wanadamu. Na kama umepona pona, basi mshukuru Bwana Yesu, na kama hujapona pona, endelea kupambana kupona pona. Lakini jambo lingine, Mungu anahifadhi, anaviweka hazina ya sirini ili kukupunguzia maadui. Kila mmoja angejua kesho yako utakuwa nani. Kuna watu wangekupiga vita kuanzia mapema. Yamkini safari yako ingekuwa ni ngumu sana, lakini asante Yesu ameficha kesho yako machoni pa wanadamu wote. Unaishi tu na jamaa leo humuelewi, halafu kesho anakaa tu mahali panapoeleweka mpaka unashangaa, ni yeye ama sio yeye? Ni yeye. Mungu aliificha kesho yake mbele ya uso wako. Kama unaishi na watu, ishi nao kwa adabu sana. Sisemi kwamba ucompromise vitu vya msingi usivifanye, lakini ishi nao kwa adabu sana. Unaishi na mtu ambaye leo ni house girl, lakini kesho yake huifahamu. Kesho yake huifahamu. Lakini leo ni house girl wako. Leo ni kijana tu yuko kwako, lakini kesho yake huifahamu. Mungu ameificha kwa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo Mungu anaficha hazina za sirini kwa sababu pia ya usalama wako na kukupunguzia maadui wanaoweza kutokea. Jamani, Bwana asiwe sana. Lakini jambo lingine, Mungu anaficha ili akuwekee nidhamu ya maisha. Mtu anayepata vitu pasipo kupitishwa mahali hanaga nidhamu navyo siku zote. Umekuona bodaboda waliopewa pikipiki za kurudisha hesabu, akipita barabarani papa bamsi amelibamiza papa, hana hofu ya shock up, hakimuumi, hajakigharimikia. Mungu anatumia mateso kutujenga kitabia. Hiyo sintofahamu ambayo tunakutana nayo, Mungu anaitumia kutuwekea tabia ambazo hatujawahi kuwa nazo kabla. Zinaanza kujengwa. Nidhamu haijengwi katika mazingira ya raha. Nidhamu inajengwa katika mazingira ambayo yana suruba yake, yana changamoto yake.
Kuna wakati nikawa na watania watu nasema, umewahi kuona mali za baba zinachezewa ovyo ovyo na watoto? Ni rahisi mtoto kuchukua simu ya mama kuipasua, lakini sio ya baba. Sababu mzee anajua suruba alizozikuta. Eti gari ya baba, mtoto anaingia kwenye site mila, akimwona tu baba akisema we, katoto nasikia kamekimbia kule, kameondoka. Unanielewa ninachokwambia? Utofauti ni kwamba huu baba anajua suruba ya kutafuta, anajua mateso aliyopitia mpaka ameipata hiyo mali. Ndio maana ana uchungu nayo. Chochote usichokuwa na uchungu nacho, huwezi ukawa na nidhamu ya kukitunza. Na machungu ya mali, machungu ya hazina zilizo nzuri, inapatikana katika mazingira ambayo sio rafiki sana. Utaumia, lakini ndio Mungu anakuandaa kwa komando. Ukiona unapitishwa mazoezi yasiyokuwa ya kawaida, ujue kuna maisha mengine yako mbele yanakuja kwa jina la Bwana. Ukiona unapiga tu nyuma, geuka mbele, tembea mbele, tete, hapo tayari unaweza kuwa hata mgambo wa mtaa. Unanielewa? Lakini ukishaona umeanza kuingia mazoezi mengine, unasema mimi na sign hapa, hata kama nitakufa mali zangu pelekeni, naingia kwenye mazoezi. Utakapotoka hapo, ujue kuna mazingira mengine ambayo yana heshima ya namna yake. Mimi sijui unaelewa kwa nini wanajeshi wanaheshimika sana. Ni kwa sababu pia maisha wanayopita kabla hawajavaa zile combat yana chungu yake isiyokuwa ya kawaida. Ndio maana inampa heshima. Unanielewa ninachokisema, watu wa Mungu? Kwa hiyo usipopitishwa kwenye darasa la Mungu, na nimekuja kugundua Mungu hata kuja kukupa kitu ambacho hajakuandaa kitabia. Ndio maana aficha, utaenda hapo utamwamini. Ayubu anasema nilikuwa nasikia tu habari zako, lakini leo nimekujua. Yani lazima ifike Mungu akufikishe hatua ambayo Mungu unasema sio Mungu wetu, ijapokuwa Mungu ni Mungu wetu. Unasema huu ni Mungu wangu. Hata watoto wako wakisema, wanasema Mungu wa mama yangu, Mungu wa baba yangu. Manake kuna viwango umetembea na Bwana visivyokuwa vya kawaida. Hata macho ya walioona wakasema Mungu huyu sio wa kawaida. Mungu lazima kupeleke hiko. Si kama ile picha umeipata, i-display wala kidogo. Mungu lazima akupike, akuandae. Hakuna mtu aliyepewa vitu dezo. Unanielewa ninachokwambia? Hakuna mtu aliyepokea vitu dezo. Nenda kaangalie kama Daudi, tunasema ndo mfalme aliyetawala na tunapenda sana kumtumia, lakini maisha ya Daudi hayakuwa mepesi. Nikisoma Biblia kuna wakati amekosa mishale, lakini Mungu alikuwa anamwandaa. Daudi kuna wakati anakutana na Goliati. Goliati wewe ungemkemea atoke kwa jina la Bwana. Nasema kuna wakina Goliati sio kukemea, kwa sababu baada ya kuwatandika jina lako litavuma katika taifa zima kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa kuna kikombe sio cha kwamba kiniepuke. Kuna kikombe wacha nikinywe Baba, kwa maana ni mapenzi yako, sitakikwepa. Wacha nikinywe hata kama ni mateso, wacha niteseke, kwa sababu kesho ina ubora na hazina za sirini Bwana atazileta kwa jina la Yesu. Unaona pale kilichowekwa huku mule ndani, tuseme nyama zinapikwa. Alafu kama nyama zinapikwa kwenye kile chombo, kwenye ile sufuria, ni nani ambaye anaweza akara nyama ikiwa bado haijaiva? Ni nani? Wakina mama wanaelewa. Ukifika pale anaonja kidogo chumvi, imekorea ama haijakorea. Lazima upitishwe, ujaribiwe kwanza kabla hujafaa kwenye matumizi. Chumvi kama haijakolea unaongeza kidogo. Naye Mungu lazima atakuangalia, atakuwa anakuachilia vitu kwa hatua. Usije ukalewa navyo. Lazima angalie hivi dozi imekukolea ama bado haijakukolea. Akiona kama bado haijakukolea, amekuokoa na kupenda, unamuomba akupe vitu ni kweli, lakini anasema kwa raza hii wacha niongeze chumvi kidogo. Unakuta umemaliza kamtihani ka kwanza, kuna kamtihani kingine kamekuja. Unanielewa nachokwambia? Halafu hiyo nyama yenyewe ili tuipakue, lazima tuweze kuionja imeiva ama haijaiva. Unaiangalia nyama unakuta ni ngumu. Nakumbuka kuna siku moja, sikukuu fulani, watu walipika nyama ilikuwa haijaiva. Kila mmoja analalamika, haifai kwa matumizi. Kwa hiyo ukiluka darasa la Mungu, hautafaa kwa matumizi ya Mungu. Ndio maana lazima Mungu akupike kwanza. Mungu lazima akuandae kwanza. Lazima akutengeneze kwanza. Ndio maana hapa hata kupa vitu haraka.
Na utakaa pale kutokota kwa muda gani? Mpaka utakapokubali kuiva na kulika, ndipo utakapotoka. Ninajua una maombi mengi kwa ajili ya mwaka huu, uliplani vitu vingi kwa ajili ya mwaka huu, yamkini vingine umeviona na vingine hujaviona. Nataka nikwambie, utachomoka katika darasa ulilonalo, itategemea umekubali kukaa chini ya mwalimu kwa namna gani. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Maana ukiona hatuli mema ya nchi, kuna mahali hatujatii. Lazima nyama ichochewe, na tukiona kama haijaiva tunachochea moto, tunachochea moto. Ndio maana kuna wakati unaweza kupita kwenye suruba, unamwomba Mungu, lakini Mungu anakuangalia. Sio kwa sababu hakupendi. Mungu anakupenda, anakutaka uive, anakutaka uive, ufae kwa ajili ya matumizi yake. Hata kwenye huduma huwezi kufiatuka tu pa tayari. Wale ambao mnaisikia mnawito kwenye huduma, mnisikilize vizuri. Haya mambo sio ya kukurupuka tu kwa sababu ninahubiri hapa, pepo wawili wametoka, watatu, wanne, unasema mimi kwa kweli nimeshakuwa. Hakuna, lazima Mungu akufinyange kwanza. Usipofinyangwa na Bwana, utaenda kumtukanisha Kristo. Ndio hiyo tutakualika kwenye kanisa, ukihubiri mara ya kwanza tu lazima tuandae semina ya kutengeneza kanisa, kwa sababu umeliharibu. Kwa nini? Ulikimbia darasa, ulikurupuka ukaruka kwenye chungu kabla hujaiva. Umehubiri tu kidogo, haya jamani, namba yangu ya simu hii, haya 07 andikeni. We vipi? Kanisa ina mchungaji wake, kwani usiwe tu na adabu? Lakini kwa nini uliruka? Ulikimbia, ulikataa kulelewa. Kila shule ya Mungu ambao unaikimbia leo, hautakwepa kulipa gharama yake kesho. Kwa hiyo kama unaruka darasa au unazunguka pale pale, pambana. Ukifeli mtihani wa kwanza, nenda kalisiti tena, rudia kwenye darasa la Bwana, kwa sababu hutaenda form 1 bila kufaulu la 7. Ndio kanuni katika ulimwengu wa roho iko hivyo. Mungu hata kupeleka daraja lingine kabla hajakufanikisha na hajakuthibitisha katika hatua moja ulionayo. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Kwa hiyo hazina za sirini zinaambatana na watu ambao wamekubali kukaa kwenye darasa la Mungu, wakapikika, wakaiva. Hebu mtikise jirani, mwambie usichomoke kwenye chungu hicho kabla hujaiva. Na kama ulilokuwa unaliomba mwaka huu labda hujaliona, rudia tena darasani. Acha Bwana kuchochee, acha Bwana akoleze moto, acha Bwana atie kachumbari humo, acha Bwana weke vitunguu, acha Bwana kuunge vizuri. Utatoka ukiwa shujaa, utatoka ukiwa mzuri. Hazina za Bwana zipo kwa kila mmoja, ni swala tu la kukubali kupikwa na kuiva. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Wewe kuna vitu Mungu ameviweka kwa ajili yako. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Kuna mambo mengi Mungu ameyaweka kwa ajili ya maisha yako, lakini uwezo wako wa kukaa kwenye darasa lake, utaamua upate kitu gani, utaamua uwe mtu wa namna gani. Uwezo wako wa kutulia, sijui ni mambo gani ambayo yamefichwa sana machoni pako na unatamani Mungu ayafanye. Ulitamani yafanyike mapema sana, lakini Mungu hajafanya mapema. Mungu anasema hachelewi wala hawai. Ndivyo alivyo mpishi. Hakutoi wewe nyama kwenye chombo mapema wala kwa kuchelewa. Ukiiva mapema utatolewa mapema, usipoiva mapema utakaa na kusubiri. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo
Hebu funika macho yako. Sijui umeona kama vile Mungu hajafanya mambo. Kuna mipango ulipanga, yamkini hujaiona haraka haraka, lakini nakwambia kwamba hazina ya gizani ipo kwa ajili yako, na Mungu hajapungukiwa, na Mungu hajakuchoka. Usijikatie tamaa, maadamu Yesu yupo, itakuwa kwa jina la Bwana. Hilo darasa jipange kupita. Hebu sema na Mungu wako, hebu omba na Mungu wako, zungumza na Mungu wako, zungumza na Mungu wako. Haijalishi ni magumu mangapi ambayo umekutana nayo, Bwana yupo kwa ajili yako, na hazina za gizani zipo zinakusubiria. Reka mayana maraba shakapa, rema yana maraba saka, rika manda baraba babo saka ya mama. Yamkini darasa lako limekuwa gumu, mwambie Bwana, sitakuacha lakini univuse hapa, sitakuacha nivuse na mitihani. Sema na Mungu wako, 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 sema na Mungu wako. Imetupasa kuomba siku zote, wala tusikate tamaa. Sema na Mungu wako, mwambie Bwana, nivuse katika darasa hili. Mwambie Bwana, nivuse katika darasa hili. Mwambie Yesu, nivuse katika darasa hili. Mwambie Yesu akuvushe, mwambie Yesu akuvushe, mwambie Yesu, nivuse. Sitabakia mahali hapa, ninahitaji msaada wako. Sitabakia mahali hapa, ninahitaji msaada wako. Mwambie Yesu nivuse, mwambie Yesu nivuse, mwambie Yesu nivuse, mwambie Yesu nivuse, mwambie Yesu nivuse. Haupasi kukata tamaa. Bado Yesu anamashiki. Hebu endelea kuomba, endelea kumwambia Bwana kupe hazina za gizani. Ramba raba sheketa, yanda raba sheketa. Kila mmoja aombe, kila mmoja apaze sauti yake mbele za Bwana. Tunataka Bwana afanye kitu kabla mwaka hujapinduka. Roho Mtakatifu afanye kitu. Robo shakata na masheketa, ramba raba sheketa, yanda raba sheketa, rema na masheketa, katika jina la Yesu. Hebu endelea kupaza sauti yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, fanya kitu kwa maisha yangu. Mwambie Bwana, fanya kitu kwa maisha yangu. Fanya kitu kwa uchumi wangu. Fanya kitu kwa ndoa yangu. Fanya kitu kwa watoto wangu. Yeketa na masheketa, raba kora masheketa, yanda raba sheketa, yanda raba sheketa, reki na makora masheke. Hebu fungua sauti yako, hebu fungua kinywa chako. Mwambie Bwana, niko hapa. Mwambie asubuhi ya leo, niko hapa. Mwambie Mungu, niko hapa. Ramba raba sheketa, yanda raba sheketa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rama mama mama maka, rekepona masheketa, yanta na masheketa, kwa jina la Yesu. Ninaomba hazina za gizani zikafunguliwa kwa maisha yangu. Rabo shakata, ramba raba sheketa, yanda raba sheketa, opana masheketa, rakapana mama mama, yantana masheketa. Bado sijaona watu wakiomba, bado sijaona watu wakimaanisha. Wako watu wengine wanashangaa. Tuko mbele za Mungu aliye hai, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunataka Bwana afanye kitu kwa maisha yetu. Rakapa, rakapa, yakapa, rakata, yakata, yaka, kwa jina la Yesu. Yasiyowezekana yakawezekana kwa jina la Yesu. Yaliyoshindikana yakawezekana. Bwana ukafungua hazina za gizani. Ramakuta, ramakuta raba, ramakuta raba, ramakuta raba, ramakuta raba, yaka pana masheketa, rakana masheketa, rakana masheketa, rakana masheketa, rakana masheketa, kwa jina la Yesu.
vilivyofichwa vikafichuke. Ramakunasha rakamanamanama rakenamasheketa, vitafute kwa njia ya maombi. Nasema vitafuta mama yangu, tafuta amani ya ndoa yako, tafuta amani ya maisha yako, tafuta amani ya familia yako. Rabashakata kwa jina la Yesu. Rekeponasha, rekeponasha, rekeponasha. Bado sijamuona mama ambaye anataka vilivyofichwa vikafichuke kwa jina la Yesu. Anataka vilivyopotea vikarejee kwa jina la Yesu. Panama rakena 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 Panama shake yakana mashake yantana mashake. Naona Bwana anarejesha rekepo rakapa rakepo kana masheketa. Anabadilisha maisha yako. Nasema anabadilisha maisha yako. Nasema anabadilisha maisha yako. Vilivyofichwa katika jina la Yesu. Ramakota ramakota yantana masheketa rakamana masheketa yakana masheketa yandaraba sheketa. Nyanyua mikono yako miwili juu. Kuna uwezo wa Bwana, kuna mamlaka ya Bwana iko hapa kwa kuwezesha yasiyowezekana yakawezekana, yakawezekana. Nasema yakawezekana, nasema yakawezekana. Panama rakapa 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 ramakota yamakota rabakota rabakota kwa jina la Yesu. Yandaraba sheketa. Amani yako inarejeshwa, furaha yako inarejeshwa. Yandaraba sheketa. Biashara yako inarejeshwa, uchumi wako unarejeshwa. Nasema elimu yako inarejeshwa kwa jina la Yesu. Inarejeshwa. Yule aliyeshika na achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ramakota rakatanana rakatanana yakatanana. Kabla tujamaliza ibada hii, kama uko mahali hapa unasema mchungaji, ni kwa leo umeomba lakini nataka uombe na mimi, pita hapa mbele. Mtumishi wa Bwana yuko hapa, tutaomba na wewe. Wewe unahitaji maombi zaidi, pita hapa mbele. Rakamanamanama rekemanamanama reketa yaketa pana. Pokea uponyaji, pokea badiliko la maisha, pokea maisha mapya kwa jina la Yesu. Uweza wa kiungu kaonekane katika jina la Yesu. Ora bashakata rama mama mama mama. Sema Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo nimepokea hazina za sirini zilizofichwa kwenye maisha yangu. Leo kwa jina la Yesu nimezipokea, nimezipokea katika jina la Yesu. Alafu mshukuru Bwana sasa. Mshukuru Bwana kwa kinywa chako. Endelea tu kumshukuru Bwana. Rama na 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 raketa shandara baba. Oh hallelujah. Rama na na. Tunakushukuru. Tunakushukuru. Amen. Mshangilie Bwana.